Mbegu, niambie basi. Unajua mimi mwenzako ukwiru umekabako. No. Lakini unakaa kimya sijui. Please. Lakini Moshi, mimi naogopa kwa mwili wangu sababu ya ukimwi. Unajua hapa kwetu kijijini pana maradhi ya ukimwi sana. Na isitoshe, hapa kijijini kwetu tunatapaka habari kuwa una ukimwi. Unasema? Mbegu, unajua hapa kijijini kwetu wengi hawanipendi. Sana sana hawa watoto wanawake hawanitaki mimi. Unaona? Na ndio maana wanatangaza kwa kama mimi nimegonjwa sijui nini, lakini mimi mzima. Mimi mzima, wao ndo ashaka. Unaona? Ondoa shaka mama. Mimi ni mzima. Na sitoshi mimi ni afya, unaona? Na nawili na nenepa na duniani. Mashallah. Ni mzima. Kweli mzima. Kweli mzima wa afya. Mimi sikuamini. Hata shirika la afya linatushauri ukishakia kitu kuhusu ukimwi lazima uwe mbali nacho. Baba, mimi nakupenda, lakini nahofia. Mbegu, hata na mimi pia nakupenda sana. Kwa nini uniamini? Sikiliza. Mimi siko hapo kwa sababu ya kukua wewe. Hapana. Mimi nakupenda. Usinifanyie hivyo. Basi Moshi, mimi niko tayari. Ila kwa sharti moja. Endapo kama unataka kuonja asali ya mwili wangu, lazima tuende tukapime. Sasa, hiyo kupima inatokea wapi? Mbegu, niamini mimi. Kwani hata kuniaminia mama? Hiyo tena kwenda kupima gharama zingine. Tuende tupe tu pesa bure. Niamini. Sikiliza. Hiyo kwenda kupima, sawa, hayakuwa shida. Lakini kutupa pesa, kuliko tutupe pesa, si bora nakuzia. Manjumanti, kizungu. Baba, lazima tupime. Kwa maana afya ni bora kuliko kitu chochote katika maisha ya mwanadamu. Sijui manubati, sijui nini, nitaipata nikishakuwa na afya. Mbegu. Kwa nini? Ni kama vile unataka kunigongea misumari kwenye moyo wangu. Please. Nakuomba. Sawa. Hata mimi mwenyewe nina afya. Afya ziko tena zinaenea. Duniani. Mimi sijui kitu gani kinakupeleka sijui paka tu tukapime. Mimi mzima bana. Niitikie tu. Mimi nikaichape, maisha yaende. Tuendelee kupendana. Duniani. Sasa kama mzima, kwa nini unaogopa kupima? Please. Okay. Wewe unataka nikufanyie nini? Kwa sababu uone kama mimi ni mzima. Twende tukapime. Mama, hiyo kupima sawa ya kuwa shida, lakini mimi mzima. Sasa kama wewe mzima, twende tukapime ili unijihakikishie. Najua kitu kile unataka. Si nikwambia nina zawadi yako. Funga macho. Funga macho. Funga. Utapokea? Funga macho. Hapo sawa. Aya. Sikiliza. Kila kitu kyote ukitaka, mimi nitakupa. Sawa. Ukitaka hata uende na moyo wangu, mimi nibaki bila moyo. Mama, nakupa. Naenda nayo mazima. Lakini leo lazima nichape kwa sababu nina upwero. Acha kusirika mama. Okay, bye bye. Nitakuja. Lakini utatumia condom. Basi, haina shida. Mbegu. Ni lazima nikizagamue. Nikipiga. Afu angalia gisi shogi zinavyokwenda.
Mimi ni refa mzuri. Wewe. Kwenye mechi. Wewe utapenda. Acha mbegu. Mbegu. Acha mimi nitakufurahisha. Sawa. Nasitoshe. Kila kitu kio tukitaka mimi ndakupa. Unajua kama mimi nitumika na wazungu wa Nigeria, hapana wa Nigeria. Ujerumani, Swiss, Angleterre, kule kote baba mimi nitumika. Ndakupa kila kitu. Sawa mama? Mbegu wewe. Tunaenda hapo shega. Hodi hapa. Karibu pita. Kuko wazi? Pita uko wazi mlango, karibu. Okay. Jambo. Jambo, karibuni. Asante. Baba. Karibuni. Karibuni sana. Mnaendeleaje hapa? Nashukuru Mungu. Za kwenu. Karibuni. Kijana huyo. Karibuni. Hao ndio vijana tunao wahitaji kijijini hapa. Wanaojituma. Kujituma. Bibi sasa. Shari, karibu sura. Karibu. Karibuni. Amazing kakiki. I see. Mnaendeleaje? Tunashukuru Mungu, mashallah. Hapa nyumbani alipoje? Hapa mambo tu yako poa. Changamoto tu za hapa na pale, si unajua tena kijijini bana. Kijijini. So tulikuwa tunaomba. Kiongo. Unaendeleaje pale nyumbani? Dunia, hali tu ipo fresh hapo, tunashukuru Mwenyezi Mungu, maisha yanaenda. Asante sana, ila naona kama vile hali haiko vizuri. Bwana Dunia, hivi kwa nini unalia sana Dunia? Wengine wanaenjoy, wengine maisha yapo, ila wewe Dunia kila siku unalia sana Dunia. Okay, poa. Najua tena unataniambia kuwa sijui wewe siku hizi hauna pesa, sijui nini. Wakiniambia basi. Kiungo. Nashangaa sana. Kwa sababu hiki kijiji mambo ambayo yanaendelea sio mazuri. Na maradhi ni mengi sana. Mkiwemo ukimwi, kipindupindu, hata kisukari. Na ni heri uumwe kipindupindu kuliko kuwa na ukimwi. Kwa sababu kipindupindu unaweza ukatibika, ila ukimwi sidhani kabisa. Dunia, unajua siku zote jino la pembe si dawa la pengo, na kuna utofauti kati ya tabasamu la mwenye furaha na mwenye kucheka. Dunia,
inasikitisha sana ndugu yangu. Isitoshe, hayo maradhi ni kama vile yanatapakaa sana hapa kijijini. Hata yule mtoto wa mzee nani yule Yusufa yule binti mdogo yule, nimesikia hapa juzi kwamba tayari naye ameshaugua maradhi ya ukimwi. Ndugu yangu. Okay, fine. Tuachane basi na hayo. Vipi? Hakuna mapya? Kyungu, sisi ni watu wa shirika la kitengo cha afya na tunahitaji kukuja kutembelea watu hapa kijijini ili kuwauliza 1, 2, 3. Sijui mimi kwa majina kwanza naitwa Peleshika Yoeli. Mengine mwenzangu atakusimulia. Ya, kama jinsi ulivyosikia ndugu yangu alivyosema kwamba sisi ni kitengo cha afya, na mimi kwa majina naitwa Ramson Mjomba. So tunatembelea wanakijiji. Yaani mnatembelea wanakijiji? Ya, ili watuambie changamoto wanazopitia. Kama tuna uwezo wa kuzitatua, tutazitatua. Vile pia tunakuja kuwapa mashauri kwa ajili ya afya hapa kijijini. Hilo nalo neno kwa sababu kitengo cha afya ni kwa sababu ya jamii. Vizuri sana kwa sababu watu kama nyinyi ni muhimu sana kwenye jamii yetu, maana hapa kijijini jamani, hapa kijijini kweli kuna mambo. Hapa kuna vituko. Watu wanaathirika hapa na hapa. Sijui VH. Hapa ukipita sijui Elizabeth ile inakuya. Simusha elewa ile ugonjwa. Huyo Elizabeth. Kale ka Elizabeth. Kuko hii ingine magonjwa inakuya sijui ma pressure za kupandiana. Zote ile inakuja kwa sababu jamii inakosa namna gani watapata yale mafunzo jili ya watu waje kuishi vizuri. Unajua yani kufika kwetu sisi inatusaidia sana. Acha niseme kwanza shukrani za dhati kwa kuwa mnaanza sasa. Na mzidi, maana hapa kwetu kijijini tunaathirika sana. Watu ni waathirika. Na hata sisi vijana tunaanza shindwa hata kisi tutapiga, unajua tena ile mipasi yetu. Jamii nahangaika, kwa hiyo sasa lazima mfanye jambo. Okay. Nasema pia asante. Asante ni kwa ajili naona umefunguka. Na Waswahili husema kwamba mficha uchi siku zote hawaga asali, na ingekuwa kwamba kutuambia sisi hatungekushauri. Lakini acha sisi tufanye kazi yetu. Na kufuatana na magonjwa haya tunayo, yani tunasikia sana tu. Na wengi wanafika pale kwa kitengo, tukiwapima tunakuta tayari wameshaathirika. But tutakusave. Sisi tutakusave na pia wewe ujisave. Unajua nyinyi vijana, kitu ambacho kinatuma muathirike ni juu ya pupa. Unapenda vitu vya haraka. Na kama una mchumba wako, your girlfriend, ni vizuri mbele ya kushia naye kitandani, mbele ya kufanya naye tendo, unafika katika kitengo cha afya. Tunawapima, tunaangalia afya zenu ni nzuri. Sisi ndio tuwaruhusu. Lakini nyinyi wenyewe mnajiamulia. Na tukiwapatia orodha ya watu ambao wanaathirika katika kijiji hiki ni wengi, afu tena ni wabinti wadogo sana. Na vijana wengi wameathirika. So, nitakachokushauri uwe makini. Uwe makini na watoto binti tudogo. Najua wewe mwenyewe unajua jinsi ukimwi unaweza kaingia ukishare na mwenzako.
kuchangia wembe, unaokota wembe, then haujui hii wembe nani akaitumikisha. Kuna wengine wanapata ukimwi hata bila kuenda kitandani, bila kufanya tendo. Sio kila kitu tu ushagusa. Kuna kitu kikuumiza tu tayari ukimwi unao. Sio kila mtu ana ukimwi ya kwamba alipita kitandani. Najua hivi. Yeah. Tuwe makini, tujue kisa kujikinga. Pia hata na magonjwa ya nyumbani, kipindupindu, na tukemee kisukari. Bora tena kipindupindu kinaweza kupona. Kisukari hasa na ukimwi ni magonjwa mabaya sana. Na usafi, tuzingatie usafi. Kunyumba pawe vizuri. Mbu, unajikuta kila siku wewe unagonjwa. Mbu wanajificha kupitia uchafu. Unagonjwa malaria every day, kila siku. Kumbe wewe tatizo lako umelifuga nyumbani. Naamini wewe ni kijana shupavu, na vijana kama nyinyi ndio tunaohitaji. Maana naamini utalifanya kazi. Yes. Sasa nilikuwa naomba utupatie zingine changamoto. Utafauti na ukimwi. Na nilikuwa napendekeza kwanza kuongeza kabla wewe hujaongea. Tunafurahi sana kwa kutukaribisha, ila naweza kupatia shauri ndogo tu. Na kituoni kwetu pale tuna kondo na tunazigawa bure. Lakini sikushauri uje uendekeze zinaa. Vizuri sana kwa sababu ila basi kwa kuwa umeshanifungua akili, na mimi pia ili sitolikalia, lazima nifundishe na mimi jamii. Asante sana. Yeah. Asante kabisa, maana naona uko kijana shupavu. Bila shaka. Na tunasema asante kwa kutusikia. Na ufanyie haya tuliyokuambia kazi, yatakusaidia. Na tunataka kuondoka, tunataka kuacha maana tunaona muda unakimbia. Ingine siku tukipata muda tutafika. Acha niseme asante. Karibuni tena. Asante. Karibuni tena kweli. Vijana kama nyinyi ndio tunahitaji. Vijana ambao wanasikia mashauri. Sivyo. Karibuni tena. Kwaheri ndugu yangu. Kwaheri. Haya. Anaongea kitu kizuri sana. Ni lazima nifanyie jambo. Kiungu. Nakuita mara 3 na sijawahi kuita mara 3. Hii sauti ambayo nimekuita ndani, ujue inabeba mengi sana. Ningekusii sana muweke mdogo wako mbali na Moshi, kwa sababu kuna mazoea ambayo naona yanaingiliana kidogo na mahusiano ambayo mdogo wako anaanza kuyaonesha kwa Moshi. Nakumbuka Moshi ni mwasirika. Kama ukitaka mdogo wako haribike, unaweza kumwacha aenjoy kabisa. Ila kama hupendi hilo, unaweza kumfanya awe mbali kabisa na Moshi. Nikizaona nielewa. Dunia, sasa hapa ni kama vile unanichanganya. Yaani kama vile unaniacha njia panda. Maana pale nyumbani nina wadogo 2. Nina Ndare pamoja na Mbegu. Sasa nataka uniambie kati ya hao 2 ni nani ambaye anashirikiana na Moshi? Maana maradhi ya ukimwi yanaambukia hata kwa salamu. Sasa nataka uniambie saa hii mguu wangu unafika nyumbani, kama ni Ndare, kama ni Mbegu, naenda pale pale, kama ni mapanga na kata. Nikupe pole sana. Naona kama vile wadogo zako wanaenda kuumia. Na mtu inayemwongelea si mwingine bali ni Mbegu. Mbegu ndiye anayeonyesha kumpenda sijui Moshi, sijui nini. Kwa makini bro.
la sivyo utapoteza vingi. Dunia, umefanya vizuri sana tena sana ndugu yangu. Ndio maana wewe kila siku nakuambia wewe ni rafiki mzuri. Yaani wewe ni rafiki ambaye sehemu yoyote nikienda basi nakupeleka. Dunia, hizi taarifa nazitoa hapa moja kwa moja mpaka kwa Mbegu atanijua mimi ni nani. Huyu Moshi, kwa nini Moshi ananitakia nini jameni? Mimi nimebaki na wale wadogo zangu wawili tu, Ndare na Mbegu. Hivi Moshi anataka tena mchukue Mbegu. Hivi Moshi ananitakia nini mimi? Afu sijui nini Moshi anachotaka kwa watoto wengine. Ila bro, wewe ni rafiki yangu. Njoo ukiteleza nitakukota baada ya mimi kucheka. Tutaonana jioni. Mimi naondoka. Tutazidi kuwasiliana. Hey. Mbona huyu Dunia naye kama amejikojolea? Au ndio tayari ameumwa kipindupindu? Au kisukari tayari? Ama kweli hapa kijijini maradhi ni mengi sana. Nimeamini kuwa ng'ombe ya maskini haizai. Hivi we Moshi. Mbegu, utanijua mimi ni nani. Toka mguu wangu mguu wenu. Toka. Wayu. Kaka mimi siendi. Unasema? Hautoenda? Inaonekana wewe ndio unauma ule ugonjwa wewe. Ni lazima tuende kupima. Unasahau kama palikuwa watu hapa kutushauri sisi katika huu ugonjwa. Utaenda, ni lazima utaenda. Tunaenda kupimisha. Nijue afya zenu wote. Kwa sababu mimi siwaamini. Siwaamini hata kidogo. Mnajua katika huyu mji pana magonjwa mengi. Pana kipindupindu. Pana sukari. Kisukari. Unajua kisukari? Hapana sukari, Kisukari. Unasikia? Pana corona. Kwa nini msiendi kupimisha? Kwa nini? Naanza kuwashikia nyinyi. Mguu wenu, mguu wangu, tunaenda. Kaka mimi siumwi, mimi siendi. Unasema? Kaka mimi siendi. Utaenda. Tunaenda. Pita mbele. Nguni mkubwa wewe. Tutoa hizo kwa utaki kusikia. Unajua Mbegu, hii nafunga hapa. Maana ni kufa na kuzikana. Tukifufuka, tunafufuka wote mazima. Unaona? Hata kulala. Kwa sababu Yesu atakia saa mwizi. Na kufunga. Akishakuiba tu na mimi nimo. Lakini mapenzi yetu naenda kwenye mstari. Unasemaje hapa? Mama makweli umemfurahisha. Jana anijipiga mipasi vizuri sana. Na sitosha wewe mtoto wewe. Umecheza kama Pele. Ama kweli ungeniambia mapema. Ningekutafuta. Lakini Mungu kaona. Mbegu. Moshi ko pale. Atamfurahia Dunia. Naona? Lakini nakupenda sana. Hapa kijijini kwetu wewe uko namba 1. Nimekuambia hivi, ukitaka moyo wangu naitoa mazima nikupatie. Afu mimi nibaki bila moyo. Nabaki kizombi. Toa. Au juu? Toa. Nitoe. Sasa hivi nitoe. Toa. Funga macho. Sasa mbona mwao utoki? Ungeniambia. Basi moyo nitakupatia hayo mimi nikishafariki, afu moyo nikupatie wa. Inakuwa kama vile mwanga imeangaza angani. Tuna kifariki. Tunakufa wote.
na duniani. Ukilala hivi na mimi nalala hivi. Ni mapiano. Unaenda wapi? Hebu njoo hapa. Njoo hapa. Tunataka tucheze wote. Simama hapa tucheze. Hivi we Mbegu, mimi nakutafuta kijijini pote, kumbe wewe umekaa hapa afu unapiga stori ambazo kesho yake kabisa zitakuja kukufikisha jehanamu. Wewe Mbegu, mtoto gani huyu ambaye hana akili? Afu Moshi, hivi kwa nini huna hata huruma? Hivi nani asiyejua hapa kijijini kuwa wewe una ugonjwa wa ukimwi? Afu Moshi, hivi utaua watoto wangapi? Maskini katoto ka watu ka Mbegu nako na akili zote kameshakaa, kametulia tu, afu kanasubiria sasa ukimwi uje uingie taratibu. We hivi Mbegu, juzi hapa natoka kukushauri tena na kukanya kabisa kuhusiana na mahusiano yako wewe na huyu Moshi, lakini mtoto hautaki kunisikia, hautaki kunielewa. Why? Mbegu, nilikwambia mimi nahitaji usome, nataka nikupeleke mjini ukasome, lakini wewe unakaa tu kizembe tu, ni message yani Moshi anatuma na wewe unatuma, Moshi anatuma hivi. Aya, twende nyumbani. Moshi, tunalipa kodi au nini? We, yani inafika kabisa hadi kufungana makamba, sijui makamba sijui nini. We Moshi, Moshi, hii ni mbuzi yako? Hapana. Ni ng'ombe yako? Hapana. Ni nani yako sasa? Hii ni mbwa yako? Hadi kabisa unaamua kufunga hadi makamba unafunga, yaani umoja huku mwingine huku, anaenda hivi na wewe unaenda hivi, anarudi hivi na wewe unarudi hivi. Why? Narudia tena kusema, ni mbuzi yako? Hapana. Ni ng'ombe yako? Hapana. Ni mbwa yako? Hapana. Ni nani yako sasa? Moshi, afu wewe nataka uniambie, afu wewe Mbegu, wewe ni mbuzi yake? Wewe ni ng'ombe yake? Wewe ni mbwa yake? Wewe ni nani sasa? Hivi Moshi, kwa nini unataka kuniuia mdogo wangu? Kwa nini Moshi? Hivi ni kwa nini? Afu wewe, natoka na mdogo wangu hapa, tunaenda kule kupima. Nikimkuta na ukimwi, maskini ya Mungu, utanijua mimi ni nani? Afu na utondoki. Muendelee. Leo kali. Leo Kiungu anakuwa mkali. Lakini poa. Mimi nilishapita tayari. Huyu ukimwi ndampatia hata na kuku, hata bata, hata ng'ombe nikikuta njiani naipatia ukimwi. Siwezi kufa mimi mwenyewe, hapana. Lazima twende kumstari, jeneza kwa jeneza. Yes. Lakini ya leo Kiungu, wewe Kiungu, habari zangu utasikilia kwenye magazeti. Kiungu alipita huko, napita huko. Mashallah. Tunaenda kupima. Sitaki kusikia mambo mengine.
Sababu kweli najiuliza hiki ni kizazi, hii ni kizazi na cha aina gani hiki? Au ndo kizazi cha nyoka chenyewe? Why? Dada. Huyu dada yako huyu, mimi amenishinda. Tena amenishinda kabisa. Huwezi amini ndani. Huyu dada yako huyu anatembea na moshi. Hapo moshi kabisa. Ni mgonjwa wa ukimwi. Hivi ndani. Unamwona huyu ana akili kweli? Brother, hilo nimekuwa nishalifahamu kitambo sana, lakini nikafikiri dada atajiongeza hata akili mwake, lakini kichwa chake kama ni matope tu. Hivi una akili kweli dada? Ina maana akili zako hazichangi vizuri sana, kwa sababu wewe haueleweki. Ni kwa nini? Bahati yako ni mvua, lakini haijaisha. Tunatoka hapa, tunaenda kupima huko. Tuingie ndani.